Anko. Leo nina furaha mjomba, nina furaha. Furaha vipi wewe? Watu na furaha zetu. Tunajua kama timu yetu imechukua ubingwa, tunaringa. Wewe usianze kujipendekeza anko. Wewe timu yako Simba, umeona Yanga wamechukua ligi, unataka kubadilika. Wewe Yanga toka lini? Wewe ndio unajileta. Tangu mwanzo ulisema wewe uko Simba. Umeona Yanga imeshinda, sasa leo unajileta Yanga. Sasa nasema hivi, sisi Yambwa tuache kama tulivyo Yambwa, wewe baki kwa Simba. Anko hilo domo kitu gani? Hebu rudi ulichongea hapo. Shimbwa na nini? Simba na Yanga bwana. Umesema Shimbwa na Yambwa bwana, utakuchanganya. Timu mpya hizo. Wakila. Mjomba. Kuna watu wana milioni 10 cash, unatakiwa ukalale makaburini. Makaburini? Milioni ngapi? Milioni 10 cash. Nikalale peke yangu? Wambia nipe milioni 1. Alafu mtake mtafuta akakubali mtampa milioni 9. Sasa unakuwa umefanya kazi gani? Hapo sasa ndo ninapojiuliza. Nimefanya kazi gani mpaka nikapewa hela bure bure? Mkude. Piga simu usiku bwana, shalala mimi. Ongea taratibu, tumevamiwa. Una shida shilingi 100? Tumevamiwa. Sasa mimi nitapata wapi usiku nawe bwana? Hebu nisikilize, kuna majambazi wameingia, wako hapo sebleni. Nini wewe unasema nini? Nisikilize, ongea taratibu bwana. Sio taratibu. Usinichanganye. Mimi jana nimekwambia nataka nirudi nyumbani shamba. Umeniambia subiri next week. Mimi miezi 3 yote nikae hapa next week. Hiyo kivipi? Mimi kule watu wananisubiri. Sasa mbona panic? Sio kupaniki, nitasababisha makubwa. Hebu nisikilize basi. Wewe chumba chako kiko kwa nje. Luka ukuta wasitue majirani. Niruke nini wewe? Luka ukuta. Hivi wewe akili zako kule zinafanya kazi wewe? Mbona unataka kusababisha chuki? Unajua nitasababisha makubwa, mimi nitapiga makelele. Nitapiga makelele uje usiku. Oya. Mkude. Hiyo sauti yako itatuletea matatizo. Ningekuwa shamba muda unasumbuliwa na komba. Lakini mjini muda unasumbuliwa na binadamu mwenzio. Kweli? Sio Hebu sikiliza nikwambie kitu. Usikiza nitafanya nini bwana? Kwa sababu hawa wako sebleni. Mungu wewe. Umeshanielewa? Nakuelewa. Kwa nini sielewe na mimi binadamu? Tuelewane tu. Nisikilize basi. Nakusikia nawe bwana. Na wanaelekea huko chumbani kwako. Mizimu yako leo tunaomba ulinzi. Mizimu mlipolala kina bibi jamani. Wanakuja huko chumbani kwako. Mungu wewe. Sasa utulie nikupe ujasiri nawe, acha uoga. Oya. Fungua mlango kaa kwenye korido. Alafu wakikuuliza ambia nyumba hii hamna watu. Tani. Mkude. Kirudi na maziwa. Wewe maziwa ya nini? Kuna mtu kanikorofisha, kuna kitu kimekaloni. Nataka nijiue, ninywe sumu nijiue tu. Asa kama wataka unywe sumu ujiue, maziwa ya nini? Wewe unataka kujiua, maziwa ya nini sasa? Nataka nikikaribia kufa pale. Uninyweshe maziwa. Ili iweje sasa? Yaani mimi sinapendaga utamu wake tu ule basi. Inala kijito nyama. Limetokana nani mpaka imekuwa kijito nyama? Unajua Dar es Salaam zamani ulikuwa ni msitu mkubwa. Lakini pale kijito nyama ndio kilikuwa kijisehemu cha wazi. Kwa hiyo watu walikuwa wakikamata wanyama huko msituni huko, wanaweka pale kwenye kisehemu cha wazi, wanachoma, wanakula. Kwa ndo maana pakaitwa kijito nyama. Yaani tukutane tule nyama. Okay. Kunduchi. Nitakupigia niko ofisini. Niambie Mkude. Furu sweetheart. Sema my dear. Ndacha kusema mimi sasa. Eti.
Mchongo ule tulio confirm tukaelewana vipi? Jamani Mkude una mambo. Mchongo gani tena? Wewe tuliongea jambo la faraga wewe kuhusu kwenda hotelini, sijui tukalale huko, wewe umesema mimi sijui nani. Vipi? Mkude wewe si mtu wewe. Kwani wewe mke wa Chatu nawe? Mbona mambo ya kizamani zamani? Jamani wanaume siku hizi waongo. Sasa sikiza nikwambie Mkude. Kama kweli unanipenda, njoo nyumbani kwetu ujitambulishe. Nije na kitambulisho? Uje nyumbani tufahamiane. Kufahamiana. Basi sawa, mimi nitafanya hivyo basi sawa. Sasa Mkude. Oyo. Unajua mimi niko na shida. Shida? Niko na shida na 50. Asa hiyo shida nawe cha kufanya wewe njoo na wazazi wako nyumbani mjitambulishe.